Ligi kuu imechangamka na imechangamka kweli sana, hasa pale tunapoona Simba anaendelea kufanya vyema katika mashindano haya ya NBC Premier League, na kwenye viporo vyake anazidi kuvitafuna vizuri. Mpaka sasa hivi kati ya viporo vinne amekwisha kuvitafuna viwili na kuondoka na alama 3 muhimu, na hivyo kuendelea kupunguza gap baina yake yeye na mtani wake wa jadi Yanga, ambaye ndio kinara wa ligi kuu msimu huu 2024-2025, wakiwa bado kuna mechi zimesalia ili kutamatisha mzunguko wote wa ligi kuu na bingwa kupatikana. Na maana pia kuchangamka kwa ligi kuu ni kwamba Yanga wameshakiri ya kwamba wamepokea barua kutoka CAS ikiwa na maelekezo kwamba warudishe shauri lao kwenye mamlaka zinazohusika na soka hapa nchini, nikimaanisha TFF na bodi zake za ligi, kwa ajili ya kuweza kupata hukumu au kwa ajili ya kuweza kupata kutatua jambo lao. Lakini Yanga kwa barua tuliyoiona siku ya jana, wanaeleza ya kwamba hawatapeleka shauri lolote TFF wala bodi zake za ligi, kwa sababu hawana imani na TFF na bodi za ligi pamoja na viongozi wao wote, wakimaanisha ya kwamba hawawezi kutenda haki hata siku moja, kwa sababu wana upendeleo na timu fulani, wana hali fulani ya kuandaa mazingira ya kuweza kuionea timu fulani. Kwa hiyo hakuna namna yoyote wataweza kupeleka shauri lao kwao, kwa sababu wale viongozi wote wa TFF wako compromised na hawawezi kutenda haki. Kwa maana hiyo, katika barua hiyo tuliyoiona siku ya jana ya Yanga, kwenye paragraph ya 4 wameonyesha msisitizo kwamba wanawaomba mashabiki wao nchi nzima na wapenzi wa soka ya kwamba msimamo wao uko pale pale. Hawatashiriki mchezo namba 184 ambao ilikuwa ni dabi ya Kariakoo iliyotambawa na haikuweza kuchezwa kutokana na kuahirishwa pasipo kufuata kanuni. Kwa hiyo msimamo wao ndio huo huo, wamesema wako tayari kwa lolote na watahamasisha mashabiki wao nchi nzima kwa ajili ya kuwaunga mkono kwa lolote litakalokuwa. Kwa maana hiyo ni kwamba Yanga mpaka sasa hivi ameshagoma kupeleka timu kwenye uwanja kurudia dabi hiyo iliyotambawa, kwa sababu bodi ya ligi tayari wamekwisha kuipanga tarehe ya mechi hiyo, ambayo itakuwa ni tarehe 15 mwezi wa 5 saa 11 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ndipo hiyo dabi inatarajiwa kupigwa tena au kupigwa tena, kwa sababu haikupigwa, yani inatarajiwa kupigwa tena upya. Kwa maana hiyo, Yanga wasipopeleka timu uwanjani, kanuni zitafuata na sheria, na haya ndiyo yatakayoweza kuwapata. La kwanza, Yanga atanyang'anywa pointi 15 na kushushwa daraja, alafu Simba atazawadiwa pointi 3 na magoli 3. Kwa maana hiyo, Simba mpaka sasa hivi akiweza kumaliza viporo vyake vizuri, atakuwa amembakiza pointi 1 kumfikia mwasimu wake Yanga. Kwa maana hiyo, atakapokuwa amepewa zile pointi 3, atakuwa yeye ndiye bingwa wa ligi kuu msimu huu 2024-2025. Lakini tusiangalia kuhusiana ubingwa wa Simba wa kupewa kwa njia hiyo. Je, tujiulize madhara yake ni yapi? Yanga kwanza hataweza kushiriki mashindano ya klabu bingwa msimu unaokuja 2025-26. Yanga hataweza kushiriki ligi kuu msimu unaokuja 2025-26, na Yanga pia anaweza akakutana na rungu lingine kubwa zaidi ya hilo endapo vyombo vihusika vinaweza kumchukulia hatua. Lakini tuje tujiulize, endapo Yanga akiamua kukomaa na kesi yake na kupeleka shauri lake hadi FIFA, nini kinachoweza kutokea? Kinachoweza kutokea ni kwamba Tanzania inaweza ikaingia kwenye migogoro katika masuala haya ya soka, hasa shirika linalosimamia mpira, yaani taasisi inayosimamia mpira tuseme TFF na bodi zake za ligi wanaweza wakaingia kwenye matatizo. Swali tunalojiuliza, hivi Waafrika tuna shida gani kwenye kuwajibika? Wewe unakosea kwenye kosa kubwa, lakini kuwajibika hauwezi. Mpaka sasa hivi akina Steven Mguto, akina Wallace Karia,
akina na bodi lote ya ligi wote wamekaa tu, hata hakuna anayetaka kuwajibika kwa kile kilichotokea, kwa sababu wamesababisha sintofahamu kubwa na hasara kubwa, na mpaka sasa hivi kinachoenda kuikuta Tanzania itakuwa ni kubwa zaidi ya hiyo. Sidhani kama Yanga atakapokuwa ameshushwa daraja, Azam atapata hasara. Kwa sababu gani? Katika uwekezaji mkubwa amekuwa amelenga vilabu vikubwa hivi Simba na Yanga. Kuna hawa wanaoonyesha mechi kwenye vibanda umiza, kuna wadhamini mbalimbali, wote wanaweza wakajiondoa kwenye ligi hii na itakuwa tena haina mvuto kutokana na ubinafsi wa watu wachache.